wa kupanda mbegu, mwezi wa Rajab. Kisha unaofuata mwezi wa Shaaban ni mwezi wa kunyunyizia, shahru saqi, ni mwezi wa kunyunyizia yale makulima, kuyatia maji, kuyatia mbolea, kuyatia kila kitu, kupalilia. Lakini wanatuambia shahru Ramadhan shahrul hasad, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuvuna. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa mavuno, sio mwezi wa kuchuma tena. Maandalizi ushayafanya huku mwanzo, ushaandaa shamba lako, ushatia mbegu, ushafanya kila kitu. Sasa mwezi wa Ramadhani unachuma sasa. Kama tunavyojua, hata wanafunzi wakati kifikia wakati wa kufanya mtihani, basi huwa wanajitenga kidogo. Hata madarisi tasikia wale wanafunzi ambao wako mbele mbele wakiombewa ruhusa, namwombea fulani na fulani, ili waweze kujitenga, wasiingie madrasa, ili waweze kupata time ambayo kwamba watatwalii yale masomo yao ya skuli, ili waweze kufaulu katika mitihani. Wanafanya maandalizi. Na hivyo hivyo, kumbuka wakati tukisoma kule Amu, ilikuwa ikifika wakati wa mtihani, wanafunzi utawaona wanatapanyika, wanafarikiana sehemu tofauti tofauti, wengine wakienda sehemu za ajabu kabisa. Lakini cha muhimu ni kwamba kila mtu aweze kupata ile sehemu yake ambayo kwamba ni mtumaina, ili aweze kuhifadhi vile vitu viweze kuingia katika bongo lake vizuri. Wengine kama tunavyojua, Amu kulikuwa zamani kulikuwa hakuna stima, walikuwa wakitumia generator. Sasa generator ile ilikuwa ina makelele sana, lakini cha ajabu wengine ndio wanaenda pale, kuna msikiti wa karibu, wakienda pale wakikaa pale, yale makelele yale, basi wao wanakuambia ndio wanazihifadhi zaidi, zinaingia zaidi katika bongo lao. Wengine wakisambaa wakienda mbali huko kwenye minazi, wengine wakienda wapi kwenye mikunazi, wengine wamepanda juu ya miti. Alhasil, kila mtu anajua ile namna yake ambayo kwamba yeye atafanya na ataweza kuzihifadhi vizuri zikaweza ili aje katika mtihani aweze kufaulu. Maandalizi. Je, sisi tuna maandalizi gani sisi katika mwezi kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani? Maandalizi hayo lazima yafanyike katika mwezi huu wa Shaaban. Na mwezi mtukufu wa Shaaban una fadhila nyingi sana. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema katika hadithi ambayo kwa imepokewa na Usama bin Zaidi, anasema kwamba Usama kwamba sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, anasema huyu Usama bin Zaidi anasema qultu ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inni araka tasumu fi shahri ma la araka tasumu fi shahri ma tasumu fihi, hakika mimi nakuona wewe unafunga sana katika mwezi, kuna mwezi fulani ambao nakuona wewe unafunga sana kuliko namna ambavyo nakuona unafunga katika miezi mingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ayu shahrin, ni mwezi gani ambao kwamba unaniona mimi nafunga sana huo? Mtume Usama bin Zaid akamwambia Shaaban, huo ni mwezi wa Shaabani. Kala, mtume akasema, basi kwa sababu hiyo Shaabani baina Rajab wa Ramadhan wa shahr Ramadhan, mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao kwamba uko katikati ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhani. Yaghfulu nasu anhu, watu wanaghafilika sana na mwezi huu, watu wanaghafilika mno na mwezi huu. Sasa kwa sababu watu wanaghafilika na mwezi huu, kwa sababu Rajab, wanajua kwamba Rajab ni mwezi ambao kwamba ni mwezi mtukufu. Katika ile miezi minne watu wanajipotolea, wanajilazimisha katika kuhuisha mwezi huu. Lakini mwezi wa Shaabani watu wanaghafilika sana na mwezi huu. Akasema fihi turfa'u lahu amalul abdi, amalul ibadi, katika mwezi wa Shaabani pia hunyanyuliwa matendo ya waja. Fahabu an alla yurfa amali illa wa ana saim, mimi
napenda nisisinyanyuliwe amali zangu isipokuwa niwe nimefanya nini? Nimefunga. Kwa hivyo mwezi wa Shaabani Mtume alikuwa akifunga sana, na mwenyewe akisema kwamba Rajab shahri ummati, kwamba Rajab ni mwezi wa umati wangu, wa Shaabani shahri, na mwezi wa Shaabani ni mwezi wangu. Kwa hivyo Mtume akifunga sana mwezi wa Shaabani, kwa sababu anasema watu wanakafirika sana na mwezi huu. Pia mwezi huu yaghfulu watu, kwanza amalul ibadi, matendo ya waja yanarufaishwa kwa Allah katika mwezi huu. Na pia mimi napenda ninyanyuliwe amali zangu, na mimi hali ya kuwa niwe nimefunga. Kwa hivyo mwezi wa Shaabani kuna amali zinapandishwa, kuna amali ambazo kwamba zinapandishwa ndani ya wiki, nazo zinapandishwa katika mwezi, zinapandishwa siku ya Alhamis. Kisha kuna siku ambazo kuna amali zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwaka, basi zinapandishwa katika mwezi huu wa Shaabani. Kwa hivyo ikiwa wataka amali zako, matendo yako mema yaweze kupaishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yakubaliki haraka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi unatakikana ufunge. Na miongoni mwa vitu alikuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu, alikuwa akisema Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadhan. Katika hadithi Anas ibn Malik, hadithi ambayo kwamba imepokea al-Imam ibn amepokea sahaba huyo Anas ibn Malik, anasema Mtume alikuwa akisema kwamba Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadhan. Hadithi amepokea al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Kwa hivyo katika mwezi wa Shaabani, ndugu zangu, ni mwezi ambao kama tekana tukithirishe ibada sana. Tekana tukithirishe katika kufunga. Mtume alikuwa akifunga. Mtume alikuwa akifunga katika, kama tulivyoona katika hadithi hii. Tuseme katika kufunga haifai. Wewe ndugu yangu, kufunga ndio ibada bora zaidi ambayo ni kurbatun, ni kikurubisho cha kujikurubisha kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Sasa iweje leo hii useme kwamba kufunga haifai ndani ya Rajab? Kufunga ni haramu? Hapana, kufunga ni katika kitu ambacho kwamba ni kibora zaidi. Watu labda wanapotatizika ni kwamba katika hadithi Mtume sallallahu, hadithi mbili. Hadithi ya kwanza ambayo kwamba ameipokea al-Imamu al-Bukhari, Anas kutoka kwa nana Aisha radhiallahu anhu, anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yasumu, alikuwa Mtume sallallahu akifunga mwezi wa Shaaban. Alikuwa Mtume sallallahu, hakuna mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alikuwa akiufunga kama namna ambavyo alikuwa akifunga mwezi wa Shaabani. Fa innahu kana yasumu Shaabana kullahu. Hadithi amepokea Imam al-Bukhari kwamba nana Aisha anasema Mtume, huyo ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mama yetu radhiallahu anha, anasema fa innahu kana yasumu Shaabana kullahu, hakika Mtume alikuwa akifunga mwezi wote wa Shaabani. Mwezi wote Mtume alikuwa akiufunga. Hadithi amepokea al-Imam al-Bukhari katika hadithi 1970 katika kitabu cha sahihi al-Bukhari. Kwa hivyo ndugu zangu, hadithi ambayo kwamba labda watu wanatatizika ni hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema fa idhan tasafa Shaabanu fala tasumu, wakati utakapogawanyika mwezi wa Shaabani nusu mbili hizi, basi msifunge. Sasa watu wanatatizika, kwa nini huku Mtume anatuambia tufunge na huku hapana? Wanawachuoni washatuambia namna ya kuzitumia hadithi mbili hizi. Wanasema kwamba hii ametuambia tufunge, na pia Mtume alikuwa akifunga sana namna katika mwezi wa Shaabani, namna ambavyo alikuwa afungi katika miezi mingine, kama tulivyoona katika hii hadithi nyingine kwamba Mtume alikuwa akifunga mwezi wote. Basi hadithi nyingine nayo inatuambia fa idha tasafa Shaaban fala tasumu, wakati hadithi sahihi, wakati mwezi wa Shaabani ukigawanyika katikati msifunge. Wanachuoni wanatueleza hivi, huyu ambaye kwamba haruhusiwi kufunga mwezi wa Shaabani ni yule ambaye kwamba
alikuwa hafungi muda wote huo, alikuwa amekaa tu mwenyewe, hafungi, amekaa tu anasubiri ile siku, wakati mwezi wa Shaabani umegawanyika katikati, kisha yeye ndo anaamua kufunga, hapo haruhusiwi. Lakini ikiwa mtu alikuwa anafunga, alikuwa mtu mwenyewe amezoea anafunga Alhamisi na Ijumaa, alikuwa anafunga alikuwa na ada yake mwenyewe ya kufunga, alikuwa hawezi kukatazwa kufunga, hata kitaka kufunga mwezi mzima na afunge. Lakini ikiwa mtu hajafunga mwenyewe, hajazoea kufunga, mwaka mzima amekaa tu, siku moja mwezi umekatika katikati, yeye ndo anaamua anaanza kufunga katika Shaabani, huyo ndo haruhusiwi. Ama pia mtu anaruhusiwa ikiwa umeunganisha, hayo yameelezwa katika fiqh kwamba ikiwa mtu umeunganisha siku ile ya 15, yani ya 15 umefunga na ya 16 umefunga, usiunganishe hizi mbili, basi utakuwa wewe unaruhusiwa kufunga. Kwa hivyo tusiwaambie watu kwamba haruhusiwi kufunga, ndugu zangu, katika Shaabani. Saumu ndio ibada ambayo kwamba inapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, katika mwezi huu kuna mambo mengi ambayo kwamba yametokea katika mwezi huu. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba yametokea katika mambo matukufu ambayo yako katika mwezi huu ni Lailatun Nisfi min Shaaban, katika ambayo aya Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika mwezi huu, anatuambia katika usiku huo, fihi yufraku kullu amrin hakim. Katika siku hiyo, katika usiku huo kupambanuliwa kila kitu ambacho kimehukumiwa, kisha kila kitu wanasema kwamba bajeti ya waja, wanawachuoni wanatuambia kufungwa na huandaliwa katika usiku huo. Kwa hivyo ni usiku mtukufu sana, ndio wanawachuoni wakatuwekea dua kama zile tunazisoma katika siku kama ile, ambayo kwamba usiku huu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fihi lailatun nisfi min Shaaban, una usiku ule usiku wa nisfu ya Shaaban, yataliu Allahu fihi, Mwenyezi Mungu anatuambia katika usiku huo kwamba nani ambaye kwamba ni yani rehema zake na nguvu zake Allah Subhanahu wa Ta'ala nazileta karibu na sisi, kisha anatuuliza, anatuambia nani ambaye kwamba amekosea nimsamehe, ni nani mwenye madhambi nimsamehe, ni nani anataka nimpe katika usiku huo. Anasema Mtume SAW, Mwenyezi Mungu huwasamehe watu wote illa limushrikin au mushahin, isipokuwa mtu mshirikina mwenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, au mtu ambaye kwamba fihi shahna, ana kibri, yani ana utesi, akigombana na mwenzake kidogo ama mwenzake amemuudhi kidogo, yeye ameweka katika roho yake, basi asemi na mwenzake tena, basi hapo yeye ashaweka chuki. Ukiwa na ugomvi tu, hata kama unaswali swala 5 namna gani na mwenzako siku hiyo, ama umemwekea chuki ndani ya moyo wako, hikdi, zote hizo bugdha, basi Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia illa limushrikin au mushahid, isipokuwa mshirikina na mtu mwenye shahna, mwenye chuki na mwenzake, au mwenye kusuda ya mwenzake, ama mwenye hikdi, mwenye mafundo yoyote yale katika moyo wake na mwenzake, basi huyo mtu huyo hatosamehe, isipokuwa watu wote watasamehewa Waislamu siku hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuombe atusamehe katika siku hiyo inshallah. Pia katika siku hii, katika mwezi huu kuna matukio ambayo kwamba yametokea. Miongoni mwayo ni kugeuzwa kibla cha Uislamu. Kama tunavyojua kibla, tulikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa akielekea katika Baitul Maqdis, lakini Mtume sallallahu wakati alikuwa yuko Maka, pahala ambapo kwamba alikuwa anasimama, alikuwa anaielekea Kaaba, kisha anaelekea Baitul Maqdis kabisa. Lakini wakati alivyogura kwenda Madina, alikuwa akielekea Baitul Maqdis, Mtume sallama Al-Kaaba alikuwa akipa mgongo. Sasa kitu ile alikuwa Mtume alikuwa ikimuudhi katika moyo wake, lakini ashaamrishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na anaona haya kumuomba Mwenyezi Mungu nibadilishie, alikuwa anaona haya. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anaswali anaangalia mbinguni, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, qad nara taqalluba wajhika fi samai, hakika sisi tumekuona wewe unageuza uso wako mbinguni, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, tutakubadilishia wewe, tutakuonyesha qibla ambacho kwamba wewe unakiridhia. Fawalli wajhaka shatra almasjidil haram, basi elekeza uso wako wakati unaswali katika Masjidul Haram. Wa haithuma kuntum,
na popote pale mlipo, fawallu wujuhakum shatra, basi elekezeni nyuso zenu katika katika Al-Kaaba. Katika aya ambazo kwamba zimeweza kushuka katika mambo ambayo kwamba yameweza kutokea katika mwezi huu ni kubadilishiwa kibla cha Waislamu. Pia katika mambo ambayo kwamba yameweza kutokea katika mwezi huu, Mtume sallama alibadilishiwa kibla katika mwezi huu. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba mwezi huu una mambo mengi, mwezi huu una fadhila nyingi. Pia kuna aya ambayo kwamba imeshuka katika mwezi huu ambao sote hapa tuliko tuijua, mashara hadhirina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Nyinyi mlia ya inna Allaha, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatahu, na malaika wake, yusalluna ala nabii, wanamswalia Mola Subhanahu wa Ta'ala, wanamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia basi na nyinyi pia mswalieni Mtume sallallahu alayhi wasallama na mtakie rehma Mtume sallama. Kwa hivyo pia natuonyesha kwamba tuzidi kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi huu, na hususan katika siku hii ya Ijumaa. Na Mtume sallama anatuambia, man salla alayya salatan, atakayeniswalia mimi swala moja tu, sallallahu alayhi ashara, Mwenyezi Mungu atamswalia swala 10. Ndugu zangu, unaonaje ukiswaliwa na Mwenyezi Mungu swala 10? Je, swala moja tu Mwenyezi Mungu akikuswalia wewe, shafaulu hapa duniani na akhera. Akikuswalia swala 10, ikiwa ndio uradi wako wewe muda wote unamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallama, utakuwa uko wapi? Kwa hivyo tukithirishe katika kufanya mambo matukufu kama haya. Kwa hivyo ndugu zangu, muda umeisha, lakini namna ambayo mengi tumeyaona katika machache tumeyaona katika mwezi huu, na kitu ambacho kwamba labda nataka nikiseme cha mwisho, ndugu zangu, tunaona hali zetu namna zilivyo. Hali imekuwa ngumu, kumekuwa kukame, ardhi imekuwa ngumu, wanyama wanateseka, hawana chakula. Hata kiendo kichunga mwenyewe unashangaa hao wanyama wanakula nini? Sasa hakuna, ardhi imekauka kabisa. Sasa tekana turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama itakuwa vizuri, huu ni ushauri wangu, mashehe, wazee, mukae mlijadili hili, watu waende wakamuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumuelekeni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hususan katika mwezi huu mtukufu, kwa baraka ya mwezi kama huu, kwa baraka ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba uko mbele yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tulete mvua, watu wafunge siku 3. Kwanza watu waliodhulumiana, Mtume anavyotufundisha na tunafundishwa katika Uislamu, ikiwa tumedhulumiana tusameheane. Mtu nenda kaombe msamaha kwa yule uliyemdhulumu. Umemdhulumu mtu kitu chake, umemdhulumu mtu heshima yake, umemsema vibaya, umemdhulumu mtu chochote kwa chochote, nenda kamuombe msamaha au fanya namna yoyote ile ili yule mtu akuridhie. Kisha ikiwa mtu umechukua cha mtu bila ridhaa yake, ikiwa mtu umedhulumu heshima ya mtu, basi tusameheane, watu tuwe kitu kimoja, kisha watu wafunge siku 3, kisha tuzidi kutoa sadaka, kisha tufunge siku 3, watu watoke uwanjani waende wakaswali, hali ya kuwa wamefunga siku ya 4, hali ya kuwa wamefunga, tuswali salatul istisqa, tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuteremshie mvua. Lakini huu ni ushauri wangu, ikiwa itakuwa ni sawa, basi mashehe muweze kujadili inshallah. Hali imekuwa ngumu sana, kwa baraka ya mwezi kama huu, Mwenyezi Mungu atuonee huruma. Tumekuwa na madhambi mengi sisi, hatuhudhurii katika swala zetu zenyewe, mtihani tunazoziswali, ibada zetu tunazozifanya mtihani, pengine twasengenyana sana, pengine twadhulumiana sana, pengine sisi hatutekelezi haki za watu, hatutekelezi haki za wake zetu, hatutekelezi haki za wazazi wetu, hatutekelezi haki za majirani zetu. Pengine Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuadhibu. Sasa hii ni msimu huu kama tulivyosema na khairi nyingi sana. Miongoni mwa khairi hizo ni kwamba saa hii sisi kuna mahafalati ambayo kwamba zitafanyika katika madarisi zetu za Kiislamu. Lakini cha ajabu kabisa, utaona wewe ukienda katika hiyo hafla, utaona ni mwalimu
na wale wanafunzi wa zile madarisi na wazee wawili watatu, basi sisi wengine hatuna habari kabisa. Tumekaa katika vibaraza vyetu, ikiwa tumeweka dua hizi, mfano juzi tumefanya qissatu al-mi'raj. Hivi vitu tumewekewa sisi ni katika mawasimul khairati ambazo kwamba zinatukurubisha sisi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Una ubaya gani tukija tukikaa hapa tukisomeana qissatul mi'raj tukipata ibra? Kuna ubaya gani leo hii sisi tumetia nia tula itikafu tumepata thawabu, ikiwa hivyo vitu vingine havina maana, lakini itikafu tumepata. Lakini utakuta ni watoto peke yake ni ambao kwamba wako hapa na walimu na wazee wawili watatu, basi mji mzima huoni. Sasa katika vitu kama hivi tunavyovifanya sisi, je, tutaweza kuhurumiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala situangalie udhaifu wetu, sisi ni madhaifu sana. Mwenyezi Mungu atuhurumie na sisi. Mwenyezi Mungu kama alivyotuambia tukirudi kwake, basi yeye ni mwenye kurehemu na ni mwenye kutusamehe. Na Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min adh-dhikri wal Qur'anil hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.